Bwana Yesu apewe sifa. Majina yangu naitwa Shepherd Staff. Siku ya leo nitakwenda kufundisha somo la ajabu sana. Somo letu linaitwa siri usiyojua kuhusu virusi vya ukimwi. Somo letu linaitwa siri usiyojua kuhusu virusi vya ukimwi. Kwanza kabisa, virusi vya ukimwi ni nini? Virusi vya ukimwi ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Virusi vya ukimwi ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Virusi ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Upungufu huu hutokana hasa na wadudu kula au kushambulia seli hai nyekundu za seli hai za damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mujibu wa madaktari, hakuna dawa ya ugonjwa huu. Tunaposema hakuna dawa, maana yake tunasema hakuna sumu ya kuua mdudu anayekunywa damu ya mtu mwilini, ambayo damu yake huyu mtu imebeba kinga za mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwanza uelewe, mdudu huyu anakunywa damu. Anapokunywa damu anapunguza kinga mwilini. Sasa mimi ni kiongozi wa kiroho, maana yake I am a spiritual leader. Ni kiongozi wa kiroho ambaye nakuongoza ili uwe na mafanikio kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni kiongozi wa kiroho ambaye nakuongoza ukafanikiwe kimwili na kiroho. Kwa hiyo ujue siri kabisa kwamba hichi kiumbe haswa kinapunguza kinga za mwilini, lakini hakipunguzi kinga za kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Tunafahamu katika kanuni za kiroho, ndio maana Wakristo tunafunga. Tunapofunga maana yake mwili unakosa nguvu. Mwili ukikosa nguvu, roho inakuwa na nguvu. Imesema kwenye Biblia kwamba mwili na roho vimeshindana tangu mwanzo. Nafsi yenyewe huwa inakuwa katikati. Kama nafsi yenyewe inaangalia nani anashinda. Kama mwili ukishinda, nafsi inahamia upande wa mwili. Kama roho ikishinda, nafsi inahamia upande wa roho. Kwa hiyo kuna mashindano haswa kati ya mwili na roho. Sasa hiyo sio somo langu, lakini somo langu la leo ni siri usiyojua kuhusu virusi vya ukimwi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa swali langu la pili linasema, je, ukimwi uliletwa na Mungu au na shetani? Je, ukimwi uliletwa na Mungu au na shetani? Kwa hiyo inabidi uelewe kabisa kwamba ukimwi, tunabidi tujue ukimwi uliletwa na nani, na Mwenyezi Mungu au na shetani. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 4 kinasema hivi: bali damu pamoja na uhai wake, bali nyama pamoja na uhai wake, yaani damu yake msile. Kumbe tunaona siri ya ajabu hapa. Mwenyezi Mungu anasema bali damu pamoja na uhai wake, yaani damu msinywe. Damu ni uhai. Damu ni uhai. Damu imebeba uhai wa mtu, kama vile tunavyosema kwenye mithali ya Kiswahili kwamba maji ni uhai, pia damu ni uhai. Sasa fikiri kama mdudu huyu yupo mwilini mwa mtu au mwa binadamu na anakula uhai wa mtu taratibu. Je, huyo mtu ni mzima au amekufa? Maana yake ni msukule. Bwana Yesu apewe sifa. Najua nimetumia neno lenye ukali wa maneno kidogo ninaposema msukule, lakini inabidi uelewe hivyo kwamba mtu anapokuwa ana mdudu anakula damu yake, maana yake uhai wa huyo mtu unaendelea kuliwa taratibu. Kama tulivyosema, damu imebeba uhai. Ugonjwa huu mimi niupe jina, kwa sababu mimi ni kiongozi wa kiroho. Niupe jina ambalo sasa linakuwa ni jina rafiki kidogo kulitumia kwa muktadha wa mazingira, kwa maana kwamba hili hawa watu wenye taaluma zao wamesomea, watu daktari nini, wanaelewa athari ya ugonjwa wa ukimwi, na wenyewe wanaona kwamba ni ugonjwa ambao umeshindikana na hauna tiba wala dawa. Lakini kwa sisi watu wa kiroho, watu wa rohoni, huu ugonjwa unatibika. Maana yake huu ugonjwa unapona. Maana yake huu ugonjwa una dawa. Tunaposema una dawa, maana yake kwamba ipo sumu ambayo inaweza ikawaua hawa wadudu wanaosababisha
wanavyosababisha upungufu wa kinga mwilini, inaweza ukawaua. Ipo sumu, lakini katika mujibu wa kidaktari, maanake kisayansi, sumu hiyo haipo. Ipo sumu ya kupunguza, ila sisi hatuna ya kupunguza. Watu wa kiroho, maanake wachungaji na watu wa Mungu, tunajua ipo sumu kabisa ya ugonjwa ipo sumu kabisa sasa ya kuweza kuua hivi vijidudu ambapo ni virusi vya ukimwi. Sasa ugonjwa huu niupe jina, niuite kafie mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ugonjwa huu niupe jina, niuite kafie mbali. Kafie mbali. Hapo zamani hapa kwenye wilaya moja inaitwa wilaya ya Kongwa, nafikiri kulizukaga uchawi fulani. Uchawi huo ulikuwa mtu anamloga mtu, alafu huyo mtu anakufa badala ya muda fulani. Anaweza kafa badala ya siku 3, anaweza kafa badala ya wiki 2, anaweza kafa badala ya mwezi mmoja, anaweza kafa badala ya miaka 2, anaweza kafa badala ya miaka 3. Uchawi huo ukaitwa kafie mbali. Sasa ugonjwa huu wa virusi vya ukimwi, na mimi sasa napenda niuite kafie mbali. Kwa nini? Kwa sababu ni kama vile mtu ameseti bomu kwenye mwili wa mtu. Kama hili bomu baada ya muda fulani litalipuka, litachukua maisha ya mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa virusi vya ukimwi vinapokuwa ndani ya mwili wa mtu, vinakuwa vinakula uhai wa mtu taratibu mpaka inafika mahali yule mtu anakufa. Sasa tunaposema mtu amekufa, hatusemi amekufa na virusi vya ukimwi, kwa sababu virusi vya ukimwi, kumbuka, sio ugonjwa, ila ni upungufu wa kinga mwilini. Hivi vinasababisha upungufu wa kinga mwilini. Kwa nini vinasababisha upungufu wa kinga mwilini? Kwa sababu vyenyewe vinakula seli za damu, na seli ndio zinabeba kinga. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tukisoma tunajifunza kitu cha ajabu hapa, kwamba kama Mungu alizuia watu